tuko kwenye kilio. Sisi jamaa ya Benenzala Bazoba tuko kwenye kilio cha mama yetu ambaye alituacha pale jana, na tumekuja ni kusindikiza mwili mahali pake, na kama ilivyo program tutafanya maziko na saa 8 au saa 9 hivi hali ikiruhusu, na tunashukuru watu wote ambao wameacha makazi yao kuja kujumuika na sisi na kutufariji na kutusaidia kusindikiza mwili wa mama yetu, maana sio kazi rahisi kwa vile tumepotelewa na mama yetu ambaye alikuwa mshauri, alitusaidia mambo mengi na ametuacha. Ni huzuni kubwa. Vile ni shukrani kwa watu wote, na tusaidiane kama vile ilivyo kawaida ya sisi watu wa Afrika. Tuleanwa ibachi aluu lwayane achimbelechi wa unji na vivyo hivi tule hano machi otamana echwa, lakini tuwapanga machi ochicho saa 8 saa 9 twakanyamanga lumbaka asumbila batu babula bale hano bacho mbona mboo betu bana ba machi ba mlume ametuma we bale hano bacho tole eche hunu mweko wa unu wetu mwana ubibyo nike nibwe twakanyalunge bose bataba nabo hano bashutunja na amona ka programa ya machi we nawa itwa mubwira msao nibwe machi mau ilila itwa inge inatotenda, lakini mpaka hano tuonda tumusaulili bibyo tuli hano umuchunge na betu bana bose ba machi na bakanisa na babuli bose tuli nabo hano. Batu Mungu bale mangai, bachochwe bale mangai, babifulu uchu bale mangai, banaloba he bale mangai, balohobe bato panda bale mangai. Batu Mungu bale mangai, bachochwe. Dakika hii nitakwenda kwa usomi wa neno la Mungu. Na baada ya usomi wa neno la Mungu tutakwenda kukaribisha hotuba mbalimbali kwa ajili ya mama huyu. Kwanza wanajamaa, baadaye kanisa. Na kama uongozi wa jiji utakuwa, lakini haukujorozesha mapema. Na wale wote ambao watakuwa na hotuba waharikishe wakati wenzao wangali wanatoa hotuba. Kwa hiyo tutakwenda na usomi wa neno la Mungu. Tutasoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 11 mstari wa 25 hadi 26. Biblia inaandika hivi, hapa ninasoma katika jina la Yesu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. 26 na mwisho. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe mara. Kwa hiyo kama tulivyosema, tunakaribisha kwanza habari kutoka kwa jamaa la marehemu. Karibu wana jamaa.
miwe Chilonge itibya tenda mchungaji eno ele hotuba ya maisha marehemu. Kwa majina, marehemu aliitwa Mbelechi Asende. Baba jina ni Unji wa Yumba. Jina la mama ni Nabaongi. Marehemu alizaliwa pa Aamba Mboko tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka wa 1945. Marehemu ni wa jamaa la Basimnyaka. Kuolewa, aliolewa Pamboko na ndugu Mbelechi Rashidi wa Moyo wa jamaa la Benenza la Bazoba. Kazi, marehemu alikuwa mkulima. Alizaa watoto 7, wa kike 5 na wanaume 2. Walio hai ni 6, wa kike 4 na wa kiume 2. Wajukuu 27, wajukuluza 16, jumla ya watu 43. Aligonjwa magonjwa. Marehemu aligonjwa hypertension, diabete na TB. Aligonjwa magonjwa hayo miaka mingi na alifariki siku ya 6 hiyo jana tariki 4 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 hapa Mboko. Ameishi miaka 81 chini ya jua. Benumi wechi. Amen. Na mimi nasimama hapa kwa niaba ya kanisa. Maisha ya marehemu, majina. Marehemu anaitwa Mbelechi Asende. Baba yake Unji wa Yumba. Mama yake Nabaungi. Ni mtoto wa Basimnyaka. Alizaliwa pa Aamba Mboko tariki 17 mwezi wa 12 mwaka wa 1945. Kuolewa, mume wake alikuwa Mbelechi Rashidi wa Moyo wa jamaa la Benenzala. Magonjwa aliyoyagonjwa ni kifua kikuu, tansio na diabete. Aliishi miaka 81. Aliacha watoto na wajukuu 43. Zamani alikuwa akishiriki katika kanisa la Garaganza, lakini kwa leo sio wa Garaganza walio hapa sasa. Bwana asifiwe. Amen. Neno langu la mwisho, napenda na namshukuru kwa kuchagua njia njema, njia ya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Furaha ipo. Tapia Yesu mikono sana. Fanya mchango kwa ajili ya mama yetu huyu. Kwa hiyo tunaalika mwimbishaji atatupa wimbo moja na watafute chombo ili watu waendelee kutoa.
Ndio, muda wetu ni mdogo. Tulikuwa tunatamani tuimbe, lakini haiwezekani. Roho na akili zimtumikie Mungu. Kwa hiyo tunakaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Baloki kutoka Sebele kuombea sadaka zetu. Karibu mtumishi. Tuombe. Baba yetu uliye juu ya mbingu zote, nakushukuru kwa kuwa umetupa neema hii tena kwa ajili ya kuja kusherekea ibada hili la mama yetu ambaye ametuacha. Na kwa muda huu Baba, ninacho chombo mikononi mwangu ambacho wana wako wametoa mchango kwa ajili ya familia iliyoachwa ili kwamba iweze kuwasaidia. Baba, naomba uibariki sadaka hii au msaada huu ambao wana wako wamenyosha kwa ajili ya msiba huu. Utawabariki pia wote ambao wamefanya hatua hii ya kusaidia, na kazi ambayo itafanyika kwa sadaka hii ambayo ndugu zetu wameitoa ibarikiwe na wewe Bwana. Tunaomba hayo ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Baba, tuko mbele zako, acha neno lako lipate nafasi ndani ya walio wako, kwa jina la Kristo Bwana, amen. Amen. Najua sote tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuja kusindikiza ndugu ambaye ametuacha. Hiyo ni kawaida ya sisi watu wa Ubembe, ni lazima tufike mahali na tuchangie pamoja na wafiwa, na kufatana na kadiri ya kanisa zetu za Kikristo. Kama ndugu alikuwa mshiriki wa kanisa, ni lazima kanisa lifike mahali na liongee neno moja au maneno mawili kwa ajili ya kupatia Yesu wetu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sisi kanisa tuko hapa kama vile kanisa, na bila kukawia tutasoma neno letu katika barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto sura 15 na mstari wa 42 hadi 44. Tunaishia hapo, tunasoma kwa jina la Yesu. Kadhalika na kiyama ya watu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. 43. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari.
upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. 44 na ndio mwisho. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tutakwenda kuzungumza tu neno fupi, mtu kuwa na matumaini. Mtu kuwa na matumaini. Ama visele la imu ito fulani. Huyu ndugu Paulo aliishi sana pamoja na Wakorinto, na wale Wakorinto walikuwa watu ambao hawana matumaini. Walikuwa watu ambao hawana matumaini. Wakati wanapopata msiba, hawakuwa na tegemeo fulani ya kusema mtu akifariki anafariki tu. Ndio maana sasa ndugu Paulo akawaandikia barua hii ya kuonyesha ya kwamba mtu anapoishi duniani ana mwili wa asili. Ukijiangalia hivi, huu ni mwili wa asili. Ndio maana Paulo aliwaandikia watu wa Korinto, kwa sababu hawakuwa na matumaini, hawakuwa na tegemeo. Mtu akifariki tu basi na mambo yote yanakwisha. Kwa sababu Paulo aliishi na Wakorinto miaka kadhaa, akajua hali zao, akajua tabia yao ya kuishi. Kama vile baba wa mwingine anajua madhaifu ya kila mtoto wake hapo nyumbani. Mtu akiwa na watoto 3 4 anajua kila madhaifu ya mtoto wake. Na ndivyo Paulo alivyokuwa akiishi katika mji wa Korinto. Aliwaelewa wa Korinto, aliwajua wa Korinto ya kwamba ni watu wanaishi bila kuwa na matumaini, ni watu waliishi bila kuwa na tegemeo. Mtu akifariki tu basi na mambo yote yanakwisha. Ndio maana sasa Paulo kwa kujua hali ya watu wa Korinto akawaandikia barua hii na kuonyesha ya kwamba mtu akiwa na mwili wa asili, huu ndio mwili wa asili, vile vile ana mwili wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alipenda tu kuwakumbusha na kuwaonyesha kwa ajili ya madhaifu ya watu wa Korinto ya kwamba mtu akiwa na mwili wa asili vile vile ana mwili wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zetu tayari ametuacha. Mwili wa asili tayari utakwenda ndani ya udongo, lakini mwili wa kiroho tayari upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza ninasikilika vizuri hapa. Mtu akiwa na mwili wa asili na tukitegemea Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka akashinda mauti. Kama vile leo tulikuwa na mkutano wa Pasaka, ni kufa kwa Yesu na kufufuka kwake. Ndio maana sisi wa Kristo tunategemea ya kwamba wakati mwili wangu utakapoharibika na Yesu Kristo alifufuka katika wafu, nina imani ya kwamba, ninategemea ya kwamba siku moja Yesu atanifufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, warafiki zangu, majirani na wale ambao hawajabahatika kuwa wa Kristo, tujue ya kwamba mwili ambao tunao huu ni mwili wa asili, na kabla mwili wa asili huu kuharibika tutapata mwili wa kiroho. Neno hilo litusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataombea safari yetu ya kwenda makaburini. Karibu Mama Bobile kwa maombi. Wanaombe tatoli mwingine jina la Yesu. Twakanya twakoja biyengo biwanjani yetu hano. Makabino bishindi biyengo biyele echamtotwa netu. Mwakole tata mwakole mchunde rukaka wachini na byakoma na byakoma. Shi etato swere echambotwa netu Yesu. Tumona bamalaika bamwikolo batanguliye. Batanguliye oto oya Yesu ikyongela mule byakoma mule byakoma. Na byose bikangwe no bitata. Tuye na alembe na longeto atwe na alembe. Shi eta nabe abana mpwelo ngobi mabo otata. Mwami walembe alobi Yesu na kebelecha yabumitema aluhube. Okebelecha yabumitema tata bamanye ni bulungulu sukupe tubange. Lolu ilokendo lotokuya bole. Anu amanda na Jehova tole bakeni tole baitani. Kwetu uli muntu.
na no lusuku to sangana na watu wakujenga matokwacha ni amini na isenga na kuisendela kitu sangana na kile mmoja na jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu tuandamane kwenda makaburini. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Yesu alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya na wafu walifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya na wafu walifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya na wafu walifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya na wafu walifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Wema uozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru. Alivyojitoa Yesu, nani angeweza? Wema uozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru. Alivyojitoa Yesu.
kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Nasoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 21. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi. Vile vile Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Amen. Amen. Ayubu 14:1-2. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. 2 na mwisho, yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Amen. Mtumishi Ibrahimu kwa kuombea Tata ombe mwana ombe ntima wa ma tulambe na bugushu bele tatu na amwe kwa wa mbuchwa mmombya kinumba yishia tuli mubucha bulinda isaka mwikulu bulinda bobe abecha buleano bechu tunandu linda nanga bitawalinda ibi ilinda lituli linkana ubi wotwa bucha balinda ba mwikulu bala basipiwa mwana na meso mamba kamsenge ba uleano ilinda inunumba mwakole mpakalwa tusikutumula tikiko tuiti inatina na Yesu kwa. Karibu kwa nyimbo na tusaidize. Toleano tata. Negelela laki. Tumoja kidogo. Sifadhaike mioyoni mwenu, na mwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujue uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Amen. Udongo kwa udongo, na Bwana Mungu atamfufua siku ya mwisho. Tunakaribisha watumishi, tunakaribisha serikali, tunakaribisha watu wote baadaye. Karibu kwa nyimbo, karibu. Toleano tata.
tunawashukuru kwa kazi kubwa mliofanya. Hatuna cha kuwapatia, lakini Mungu atawalipeni. Na kutoka hapa tutaandamana moja kwa moja hadi pale tulipotoka. Tunakaribisha mtumishi wa Mungu Minyanga Rashidi kwa kubana ibada letu za maombi. Karibu. Mwana ombe wikulu, ombe seke wa Yesu, evo twatenda mwakole, mbaka watu watelecha unu mpolwa, tatushike inge tunalobashe. Alakini omowe makala, twabasheo, bibo tuanja kola belele manga. Shieta bishile bichanga bya mwisho, toso omabuka, twaona balenda ba mwikulu, babe hano, nabange balinde bechu, ngela mtu uya. Tubona bibu mwingi na jina la Yesu. Amen. Amen. Sisi jamaa ya Benenzala Bajoba ni kwanza kutoa shukrani kwa watu wote ambao walifika kujumuika na sisi na kutufariji na kutusaidia kuuzika mwili wa mama yetu Mbelechi ambaye alituacha siku ya 6 hii tariki 4 za huu mwezi wa 4, na leo ni siku ya Mungu tariki 5 tumekwenda kuupeleka mwili pale. Ni shukrani kubwa kwa watu wote ambao walitusaidia, na Mungu atazidi kuwabariki na kutufariji sote ambao tumeachwa, tumepotelewa na mama yetu huyo ambaye alikuwa mshauri mzuri. Toka Nyamanga mona tobusa ko machio tobuwe ilila na vivyo tobulubu atosele hano toka Nyabose batu atiricha ibe abenu bange bali uo bale mbo onambo oba watiricha babe ayabo miongo toka Nyamanga sana mukiririshe na ucho mtima niki nibwe bu mwakaluto lusuku lwa abere yanjalo nusuku mpaka lo kwanza nalo abere bu mwakaluto na wado ile na wake atiricha na watiricha tu bile byangine toka Nyamanga ili yanyata byangine ta ule shida yose hii na Mungu akirishi watiricha vema. Asante mama.